kosa moja linalozika mafanikio. Kwa hakika si makosa mengi ambayo yalihitajika, bali moja tu. Naam, kosa moja lilitosha kabisa kuwashusha wakuu na hata watu wa kawaida toka vitini hadi mavumbini. Naam, sio tu kwamba liliwaua na kuua mafanikio yao, bali liliwazika kabisa. Kwa muda mfupi sana wale waliokuwa juu sana walishushwa mpaka chini sana kwa sababu tu ya kosa hili. Na ndivyo ifanyavyo hata leo kwa wale wote ambao wanalirudia. Hii ni tahadhari kwetu, kwa kuwa wengi wetu tuko katika hatari ya kufanya kosa hili hatari. Ndiposa ipo haja ya kulijua na kujua namna ya kuliepuka. Karibu hapa basi tujifunze kwa mifano dhahiri, hatimaye tuweze kusalimika na kufanikiwa sana. Hii ni Yahoo TV. Kumbuka kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare pia video hii kwa watu wengine. Ilikuwa ni siku moja iliyoazimiwa ambapo mfalme Herode Agrippa wa kwanza, mfalme wa Yudea, alijivika mavazi yake ya kifalme na kuketi katika kiti chake cha enzi ili kutoa hotuba kwa watu wa Tiro na Sidoni. Basi akatoa hotuba mbele yao na watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Basi papo hapo malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu, akaliwa na chango, akatokwa na roho. Matendo 12 mstari wa 20 hadi 23. Huo ndio ukawa mwisho wake. Jelara kiburi, mwisho wake kaburi. Cheo na madaraka si dhamana wala uzuru wa sisi kutokumtambua Mungu ni mkuu na peke yake anapaswa kutukuzwa na kuabudiwa daima. Tena ulikuwa wakati ule ambapo Mungu alikuwa ameigawa bahari ya Shamu ili Israeli wapite, ambapo Farao mfalme wa Misri akitegemea uhodari wa jeshi lake, uimara wa silaha zake na wingi wa magari yake, akasema juu ya Israeli kwamba nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara, nafsi yangu itashibishwa na wao, nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Kutoka 15 mstari wa 9. Basi akajitia moyo kufanya hivyo ili ashindane na Mungu. Na ndipo akiwa katikati ya bahari, yale maji yakarudi nao wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Jelara kiburi, mwisho wake kaburi. Kiburi kinaweza kukufanya kuwa jasiri hata mahali unapostahili kuwa mwenye hofu na mwoga, na mwisho ukaangamizwa. Eti kisa anayo magari ya vita na jeshi imara, anajiona hodari kumshinda yule aliyeigawa bahari kwa uwezo wake. Hivyo akidanganywa na kiburi cha vile alivyo navyo, alidhani atapata, na ndipo kama samaki mrafi akajiweka juani mwenyewe. Yeye na watu wake wakasahaurika, na historia nayo ikaandikwa ili kutufundisha na kutukumbusha kila wakati kuwa Mungu wapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 6. Na ilikuwa ni wakati ambapo Suleimani mfalme wa 3 wa Israeli, wakati huo Israeli ikiwa bado haijagawanyika, alipotegemea sana kuongozwa na ile hekima aliyopewa na Mungu badala ya kumtegemea Mungu na kutembea katika maagizo yake, ndipo alijikuta hekima ile imemuongoza kwenye uharibifu. Akajaribu yasiyofaa kujaribiwa, akatumia vile visivyofaa kutumiwa, akaipita mipaka isiyopitwa, naye akajichumia madhara, maumivu na majuto ya tosha ya maisha. Na ndipo akiwa tu amenusuriwa na rehema za Mwenyezi Mungu kutoka kwenye uangamivu wa hakika, tena kama mfamaji anayetapatapa, akasema, mambo hayo yote mimi nimeyahakikisha katika hekima. Nilisema mimi nitakuwa na hekima, lakini imefarakana nami. Mhubiri 7 mstari wa 23. Hata hivyo isingefarakana naye kama angekubali kuwa mnyenyekevu kwa yule aliyempatia hekima hiyo na kubaki kumtegemea yeye peke yake. Ingawa Mungu alimnusuru na kifo kisicho na tumaini, bado alilazimika kuvuna madhara ya kile alichokipanda. Nayo hayakumwathiri yeye peke yake, bali jamii yote ya Israeli, hata kutengeneza ufa ulioleta kugawanyika kwa Israeli. Jelara kiburi, mwisho wake kaburi.
Kisa chake ni kisa cha onyo kwetu. Hata kama tumepewa upendeleo mkubwa na Mungu wa kuwa na vipaji vikubwa na vyeo vya juu, ama pengine kuwa watu wa kawaida na hata mafukara, hatupaswi kamwe kuacha kumtumaini Mungu na kuanza kujitumainia wala kutumainia vitu na watu. Kiburi kinaletwa na vitu tulivyo navyo, sifa tulizo nazo, kazi kuu tufanyazo. Na tusipokuwa makini, hatimaye tunagundua kuwa kiburi ni hatari zaidi. Kwa ufupi, kiburi hakifai kwa namna yoyote ile. Kiburi hakina heri, kitabubujisha machozi ya watu, kitafukuza baraka na kukaribisha laana. Naam, kiburi kwa aina zake zote ni hatari, na kukipa kiburi nafasi katika maisha yako ni kutoa nafasi kwa kosa moja linalozika mafanikio. Ndiposa Suleimani akasema, kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Mithali 16 mstari wa 18. Kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Mithali 18 mstari wa 12. Kwa ufupi, kiburi hushusha ghafla, ila unyenyekevu njoo ni kuonyeshe kile unachofanya kwa mifano makini. Tembelea channel ya AWU TV ili kupata maarifa bora zaidi kwa maisha. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.